Mimi kwanza nataka kutoa ushauri kwako wewe, kwa sababu ulitupa nafasi kwamba ikiwa kuna mahala umeteleza basi uwanja uko wazi, lakini kwa dalili. Mtume Muhammad sallallahu aliwahi kumsimamisha sahaba kwa sababu hajaswali raka 2 za tahiyatul masjid, tena kwa utaratibu kabisa kwamba ushaswali. Akasema sijaswali, basi akaambia swali tahiyatul masjid. Kuna shehe anaitwa Abu Durogo rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Huyu shehe amejitahidi sana kutoa dalili za kwamba jihadi Somalia ipo. Katika dalili mojawapo ni moja katika hali uliyosema kwamba ikiwa mtakuwa kweli watakwa, basi hakika mtaletewa malaika kusaidiana na nyinyi. Na katika haya Abdurogo rahimahullah ametoa mifano mingi. Mfano mojawapo, askari wa Kenya ambaye alienda kupambana na watu wa kule ambao wanapigana na al-Shabaab, walipigana muda mrefu sana. Baada ya kupigana, baadaye kuja kushinda, sasa washashinda katika hivyo vita, katika hayo mapambano walimuona mwanamke mmoja ndio walikuwa wakipigana naye, lakini kuna mwingine naye aliona jina lake limeandikwa juu, kesho yake akafa, kauawa katika vita. Lakini jana umezungumza ukasema kwamba ikiwa mtu anatangaza kila mahala jihadi ataingia katika makosa. Hili uliliweka wazi kabisa. Lakini ukasema mtu akawa anazuia jihadi ataingia katika ukafiri. Hili nalo pia uliliweka wazi kabisa. Lakini pia kuna mlango umefungua sasa hivi hapo, umesema kwa mimi naona Somalia ni harbu fitna, kwa hiyo mimi siamini kama ni jihad. Kwa dalili hiyo tu ndio ulitoa. Sasa nakushauri kitu kimoja kwanza. Ikiwa unamtaja Abdurogo, basi useme rahimahullah, kwa sababu amekufa akiwa ni Muislamu, na tunaamini kwamba ni Muislamu. Na tunaamini kama ni Muislamu unless kwamba utuambie kwamba yule amekufa si Muislamu. Kwa hiyo kama sisi tunapokutaja Kasim Mafuta, hafidhullah, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, uendelee kutupa dawa. Huo ni ushauri. Nukta ya kwanza, unazungumzia suala la kuthibitisha kwamba Somalia ile ni jihadi, na ushahidi kwamba kuna askari wa Kenya alikuwa akipigana katika vita huko Somalia. Wamepigana muda mrefu sana, lakini mwisho wa yote wakagundua kwamba wanapigana na mwanamke mmoja. Nataka kuuliza swali hapa kidogo. Habari hii ameisimulia nani? Yaani nakusudia aliyekuwa pale katika yale mapambano akayaona. Ni nani alikuwa akishuhudia habari hii? Askari yule ni Muislamu, sio? Abu Durogo rahimahullah hakumtaja kama ni Muislamu au mkafiri, alisema askari. Sasa sisi hatutaki kwenda kwa mkashafati kama tarika ya kisufi. Sisi tuna kanuni hii inayosema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ndio maana ikaitwa asanidi, wanachoona katika isnadi. Na habari anayosimulia kafiri haikubaliki. Habari sasa katika tukio lile Abu Durogo alikuwepo au yeye kasimuliwa na huyo askari? Kasimuliwa na askari. Askari Muislamu au si Muislamu? Jawabu lake sijui kama hakumsema kama ni Muislamu au si Muislamu. Basi hatuwezi kuchukua habari. Lakini kuna Waislamu ambao waliona farasi wanne wanatokea baharini wanakimbilia upande wa maadui. Nasema hivi, sisi katika dini yetu haturuhusiwi kuchukua habari za mukashafati. Natakana habari zithibitishwe kwamba sisi Waislamu tunajua mambo kama haya. Wale wapiganaji wa kule Afghanistan walikuwa wakizungumza sana. Hasa kina Abdullah Izam ameandika kitabu hasa kuonyesha kuna miujiza ilikuwa ikishuka. Sasa nataka kusema kitu kimoja. Hii miujiza na hawa malaika washuka, alafu baada yake Marekani washinda. Ina maana malaika walipigwa na Marekani, walishindwa, kwa hiyo Waislamu wakasagwa, Marekani wakatawala, au ni vipi? Lakini vita bado vinaendelea, Sheikh. Afghani viko bado vinaendelea huko Somalia, havijasimama. Ndio vita vinaendelea, lakini matokeo nadhani unayafahamu namna hali inapokwenda, au ufuatilie? Nafuatilia. Lakini Sheikh, sasa tumalize labda. Nafuatilia. Maliza nukta hii. Nafuatilia.
hatujamaliza nukta hii. Tunachokizungumza, angalieni matukio malaika wanapokuja, malaika wa Allah tabaraka wa taala wanaposhuka. Vita vya Ahzab viko wazi, matokeo yameonekana, na malaika hawawezi kushindwa na jeshi la makafiri. Bila ya shaka malaika wakishashuka, hatima njema ni ya Waislamu, hakuna kafiri anaweza kusogea. Badri, Khandaq na vita vinginevyo. Sasa hili la kwamba watu waingia mpaka Mogadishu na malaika wao, alafu wale wanakuja wa Ethiopia, Waganda, Wakenya, wanawaswaga, wanawatoa mpaka Kismayu, malaika wameshindwa? Hawajashindwa. Sasa hizi habari zinazoletwa na watu ambao hawafahamiki kwamba ni Waislamu au ni makafiri, wazitoa wapi? Ni utaratibu gani wa kunukuu habari? Bila shaka kwa utaratibu, kwa mujibu nilivyosoma mimi katika kanuni za hadithi, habari kama hizo hazikubaliki. Sawa. Jingine moja shehe, labda ni kwa hiyo tutoe natija hapa kwamba si kweli, tuweke si kweli. Jingine moja shehe ambalo labda ni kuhusie, kwa sababu kidogo twende na nukta moja baada ya nyingine. Sio ulishozungumza, tuzizungumze. Tushazungumza kwanza. Sasa wewe ongeza nyingine. Hii ni jambo la kuhusia, kwa sababu ndio utaratibu hata wa hawa maimamu wanne ndio walivyopita hivyo. Sasa hapo kidogo shehe, kwa hapo labda niseme labda tunateleza au unateleza kwa hilo ambalo liko na dalili zake. Jambo ambalo Abdurogo rahimahullah, wakati yeye yu hai, wewe ulikuwa unajua kuna dawa inaendelea, labda tuseme ulikuwa unachukua uchunguzi, lakini kiutaratibu kuna CD yako moja nilisikiliza, ukamtaja sana Abdurogo rahimahullah, na ndio kilifanya mimi msimamo nilikuwa na mwanzo ni ubadilishe baada ya kusikia hiyo CD yako. Lakini ulimtaja vibaya sana Abdurogo rahimahullah, ikiwemo na Osama bin Laden. Lakini kwa utaratibu wa waliopita nyuma, maswahaba, hata hawa maimamu wanne, huwa anamwandikia barua aliyofanya makosa kwanza, kumjulisha kwamba hili na hili ni kosa, na kumpa mlango wa yeye kujitetea. Sasa ikiwa utamshutumu mtu na kisha kufa tayari, hata yupo hai, hukumpelekea majawabu kwamba kumwambia umekosea hiki na hiki na kumpa mlango wa wewe kujitetea, basi simama kidogo na nikujibu ili uridhike. Watu wengi humu wamemjua Abdurogo, niseme rahimahullah, nitatea sababu kwa nini siseme hivi. Yeye ni Muislamu. Wamemjua Abdurogo, wengine wamemjua baada ya kufa, baada ya kuuawa ndio wakaanza kufuatilia, kuna hivyo wakafahamu. Wengine wamemjua katika miaka 2-3 hii baada ya kuenea CD zake. Mimi namjua Abdurogo zaidi ya miaka 17. Unanifahamu? Na mwaka 2005 ya 2005 mpaka leo ni miaka mingapi imepita? Miaka 8. Abdurogo aliandika makala ya Kiswahili, akaiita Murji'atul Asri, ikatawanywa pale Mombasa. Mimi nikaipata makala ile. Anasema kwamba Albani ni mtu wa bid'a, ni murji'a, pamoja na wanafunzi wake, na akimtaja wala hasemi rahimahullah, kwa sababu ni mzushi. Albani akamtaja vibaya kwa sababu haramisha jihadi, haoni kwamba tariku swala ni kafiri. Akienda asema mpaka angalia Waislamu wanauawa leo Afghanistan, Chechnya, wapi, nyinyi mwasema tusome tu wakati makafiri wanamimina mabomu. Aliyazungumza maneno haya. Mimi mwaka ule ilikuwa ni mwezi wa 12 hivi mwishoni, niliandika makala nikamwandikia Abdurogo mwaka 2005. Ni makala namba ngapi bwana Bonti? Makala namba 11 katika ile mtiririko wa makala zetu sisi tukizikipromosha. Makala namba 1 ilikuwa imeandikwa kichwa cha habari Kilabun Nar, mbwa wa motoni, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokea Abu Umama na amehitaji Imam Tirmidhi katika Al-Jami' na hadithi nambari 3000. Nikamchapa vibaya sana Abdurogo, na nikambainisha kwamba yeye ni khariji, kwa sababu hasemi Albani kuwa ni murjia, ila mtu khariji, na takfiri anayoifanya na tadbidii anayoifanya kwa Sheikh Albani ni alama ya kwamba yeye yuko katika bid'a. Nikaandika makala nikampa yule bwana yule pale kwenye kiti.
Abubakar Bonti. Yule ndio akampelekea Budirogo mkononi kimya tangu siku hiyo, tangu 2005 mpaka amekufa hakujibu kitu. Si nataka kwamba watu waandikiane, na nikambainishia yale yanayozungumza. Mwaka 2008 au 2009 tulifanya ziara Mombasa. Mimi nikazungumza mada kama hii ya jihadi katika Masjid al-Ghufaili Nyali Cinemax. Kwa muhadhara nikazungumza masuala haya. Na ndio maana utakuta katika maneno ya Budirogo hatutaji sisi. Na yule designer wake anatengeneza vile vitu, mara kaleta picha hapa, alikuwepo kwenye yule muhadhara, anaitwa Abubakar Makaburi. Katika ile picha alipouawa Budirogo pale kuna mtu alikuwa anazungumza na simu, ambaye tokeni hapa nyinyi. Toa wewe. Yule ndio Abubakar Makaburi, nyinyi mumjue yeye. Alikuwepo katika ile muhadhara, akamfikishia salamu Budirogo. Budirogo apita pembeni. Kuna watu wajiita masalafi wanasema jihadu nafsi tu. Hataji. Simuelewa. Atawataja wao kina Musallamu, ataleta mapicha yao, ataleta kina nani, kina Kishki, kina nani, kina hawezi kutaja. Anawataja na wabomoa. Sisi tunazungumza, haya tunazungumza tunajiamini. Kwa hiyo mimi nimezungumza kwa kuandikia Budirogo na nimezungumza kwa muhadhara akiwa Budirogo yuko hai. Na mimi nimempinga. Sasa haya unayozungumza ukisema kwamba mtu kashakufa, lakini athari aliyoacha ndio hii. Tuhuma kwa wanawachuoni kwamba wanawachuoni wanabadilika. Mara akipigana Marekani jihadi, sio jihadi. Akipigana wao wengine jihadi. Anawatuhumu wanawachuoni wa Saudi Arabia. Kwa makosa kabisa. Sasa ikiwa wakina Said Qutb wanawachuoni wanawataja na wanawazungumza, basi tutasema inshallah Budirogo rahimahullah, Allah msamehe. Lakini kitu kibaya zaidi ambacho nataka kukumbusha ambacho kimetokea pale Mombasa, na hiki Budirogo amekiasisi, na mimi ninachowaomba msikifuate kitu hiki. Budirogo rahimahullah katika durusi zake alikuwa akirakizi zaidi katika upande wa kuhamasisha kwamba watu watoke wakapigana jihadi, lakini elimu wafundishi ahkamu za dini. Sasa kilichotokea, Budirogo alipouawa kule Bamburi, ameuawa Bamburi Budirogo, amepigwa risasi na makafiri wale 68 hawajulikani, wao serikali inasema ifanye uchunguzi. Baada ya kuuawa, wafuasi wake wakaitakidi kwamba yule amekufa shahidi. Na sisi tunajifunza kwa shahidi wako sampulizi mbili. Tunapokaa tukawasomesha wanafunzi wetu, mashahidi wako sampulizi mbili. Kuna shahidi anaitwa shahidul ma'raka, na kuna shahidi ambaye ni ghairul ma'raka. Mtu ameuawa katika safu ya mapambano kwenye vita, huyu ni shahidi, ana hukumu zake. Na mtu aliyekufa shahidi nje ya vita, kwa kuwa mathalan amekufa kwa maradhi ya tumbo, au mwanamke amekufa katika kujifungua, au mtu ameghariki baharini, au amekufa kwa moto, au amekufa kwa maradhi ya taun, au amekufa kutetea mali yake, heshima yake, ahali yake, wote hao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja kuwa ni mashahidi. Man kutila duna mali fa huwa shahid, lakini sio shahidi al-ma'raka. Hawa hukumu zao ni mbali. Mtu ambaye siye aliyekufa katika safu ya vita akifa, hata kama hilo jambo limeambiwa kwamba amekufa nalo ni shahidi, anaoshwa, anatiwa kwenye sanda, anaswaliwa, na anazikwa kwenye makaburi ya Uislamu. Pengine kafa Kaloleni, tukamzika Mbauda, sio tatizo. Tukamzika Tengeru, sio tatizo, madamu ndani ya umri tunaweza tukamhamisha tukampeleka huko. Shahidul ma'raka yeye hafanyiwi yote hayo, hafanyiwi. Atazikwa na damu zake, hataoshwa, hatatiwa kwenye sanda, hataswaliwa, atazikwa pale alipofia. Sasa unajua watu wa Budirogo walifanya nini? Walichokifanya wao, wakamtoa kwanza pale, hawakumzika pale pale, na wao waitakidi kwamba huyu ni shahidi, huyo shahidi wa Ma'raka. Wakamtoa pale Bamburi, walimpeleka waitwaje kule makaburi alipozikwa kule wapi? Kule Mombasa, maeneo Mshomoroni kule, mbali kabisa. Kwanza wamejichanganya hapo. Sasa huyu ni shahidi wa Ma'raka, kwa nini mmemuondoa? Moja hiyo. Alafu hawakumuosha sasa, na wala hawakumtia katika sanda, kwa sababu walipomtoa Bamburi wakamleta Masjid Musa pale, watu wakawa wanamuona, wengine wakimpiga mapicha, wameshaifia ile.
kwa hiyo baada ya pale wakaenda kwenda kumzika watu. Kuna mtu mmoja akasema, kuna watu vimbelembele wale wajifanya vimbelembele, ni kwa wao wanafunzi wa Budirogo wenyewe na watu wake washaamua wakamzika hivi hivi. Kuna watu wasema sana, yule Abu Makaburi anamwambia toka hapa mnafiki wewe, kwa maana kwamba huyu hafai kuswaliwa. Sasa swali, kweli Abu Dirogo alikuwa ni mtu asiyestahili kuswaliwa? Amekufa katika mapambano, anapambana na katika vita, katika jihadi, au amekufa akiwa atoka nyumbani kwake akaenda hospitali? Sasa mbona alipouawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na yule kafiri Abu Lu'lu al-Majusi kaja kampiga mahinjar katika mwili wake, Umar alipokufa, ambaye ni khalifa na ni jemedari, kamanda mkuu wa Waislamu katika wakati wake, alioshwa kuoshwa? Alitiwa kwenye sanda kutiwa kwenye sanda? Aliswaliwa hakuswaliwa? Abu Dirogo ni nani kwa Umar? Uthman radhiyallahu anhu, ameuawa Uthman kwa dhulma na kikundi cha makhawariji wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi akiongoza kundi kutoka Masri na watu makhawariji wal bughat, wakaja wakamuua Uthman radhiyallahu anhu. Uthman alipouawa katwa, alioshwa hakuoshwa? Alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda? Aliswaliwa hakuswaliwa? Majibu mnayo. Abu Dirogo ni nani kwa Uthman? Nani? Ali bin Abi Talib ameuawa na Abdurrahman bin Muljim al-Khariji, amemvizia nje msikitini swala al-fajiri, akampiga mapanga akamuua. Je, Ali bin Abi Talib al-Anza' al-Batin dhaka ash-shujaa alioshwa hakuoshwa? Alitiwa kwenye sanda hakutiwa kwenye sanda? Aliswaliwa hakuswaliwa? Aliswaliwa. Yote haya yalitokea. Sasa Abu Dirogo ni nani kwa hawa? Nataka kuuliza tena, ile laana ya kutokumswalia na kutomosha Abu Dirogo ataibeba nani? Wanafunzi wake, sio? Ngoja kwanza, mbona resi? Sasa mimi nataka kutanabaisha, watu wanakwenda na maslaki za kihamasa na awatifu zaidi kuliko kuelimisha watu. Si sawa. Msitutuhumu bure mkataka kutulipua kama mlivyomuua Sheikh Jamili Rahman. Msifanye namna hiyo, mnakwenda na maslaki sio. Na sisi tukifa katika haya tumekufa katika dini, alhamdulillah. Kwa hiyo msitumie jazba mbele, ilmu kwanza. Na hivi visa vya kutunga usivisimulie, wapata madhambi. Habari yoyote utakokuileta hakikisha unafuata misingi ile inayotakiwa katika ilmu ya hadithi, misingi ya riwaya. Si masala ya kubumba tunakubuni. Hatuyataki mambo haya katika majlisi za ilmu. Ninasihi niendelee kuninasihi. Sina nasaa zaidi, ndio mimi. Alafu tukienda pia tuangalie na wakati tulipotoka. Mashaallah, jazakumullahu khairan. Naam. Nafikum barak. Jazakallahu. Barakallahu fika, hayakallah.